huyu hapa J Combat Mr. Wivu. Kama kawa mzee. Inakuaje? Kama kawa baba. Show. Bana, hivi nini siri ya wewe kuendelea kufanya vizuri mpaka sasa hivi? Siri ya J Combat kuendelea kwenye game na kufanya vizuri, kwanza ni kurespect mashabiki zangu na waheshimu sana, sababu na kwenye kuwaheshimu wao ndo wenye kutoa nguvu kubwa sana sisi kufika tunapotarajia kufika. Cha pili, kuto kuwadharau waliotuzunguka kwenye jamii yetu, sio kwa kuwa umesogea sehemu fulani mwenzako aliyekopo nyuma huko kamaona kama ana maana. Kwa siri ya kudumu na kukaa kwa yote ni kuishi vizuri na watu, kuheshimu watu na kuheshimu pia kazi unayoifanya. Mara mwisho uliachia album, mapokezi yakoje? Album mapokezi mazuri, maana nimeachia sasa hivi hata wiki mbili ina chapter 2 ya ngoma 12. Mara kwanza niliacha chapter 1 ngoma 12 nazo zilisogea kwa wakati wake kwenye albamu ya Sound of Africa ya ngoma 24. Ukurasa wa kwanza na ukurasa wa pili, chapter 1 na chapter 2. Chapter 1 ilikuwa na 12, chapter 2 na 12. Mapokezi mtani mazuri kutokana na kazi tunazifanya na watu wanaziitikia. Kwa imani tunaamini kazi zinasogea, zinafika sehemu husika kwa muda mwafaka tunaotarajia. Hivi je, kati ya Wivu original na Wivu remix ni ipi ambayo imekuongezea mpunga sana wewe? Power kubwa sana nimepata kwenye Wivu remix. Kwa remix? Kama shingapi hivi kwenye remix bado umepata? Kwenye remix bado naendelea kupata. Maana yake kutokana na kazi nipo kwenye mention ya account ya Mushizo. Kwa mapato ya mule kila mwezi yanapoingia na kuwa najua nusu yangu ipo vipi na yake vipi. So kwa siku moja na kuwa nakula kila baada ya miezi mitatu. Hivi unajutia kutokuweka wimbo wako wa Wivu kwenye account yako ya YouTube? Kwa mimi siwezi kusema najutia. Cha kwanza ni kwangu ni kuwa ni bless. Kwanza ni hata kama account yangu ilikuwa bado changa, kusogea pia ngoma ingekuwa bado mtiti. Sawa, nilikuwa nimefanya na watu wakubwa, ingekuwa kwangu bado haleti maana. Mai kutoka na Mushizo na watu wake wengi, ukimwangalia kama wakina Ibra wana watu wao wengi, Badesti alipandisha na watu wengi. Kwa Badesti alipandisha, Mushizo alipandisha, na mimi tena kwa haina haja tena kupandisha. Kutokana na mafono napata mimi kama nafanya kazi, napata show, ndo ngoma yangu ndo alikuwa malengo na matarajio yangu nifanye kitu kisikike ili nione faida yake. Kwa faida yake napokea kama kwenye show, napokea ngoma kwenye mention za account za watu wengine kama Mushizo. Hivi ingekuwaje kama ule wimbo ungekuwa kwenye account yako? Ule ungekuwa kwenye account yangu ungenivusha kutoka sehemu hii kuelekea sehemu fulani. Kwa kwenye account sio kunivusha kusogea kwenye kimuziki, kuivusha account kumove kutoka kwenye subscribe 200 kwenda kwenye subscribe K2 labda K3 K5. Lakini kwa niliowapa kupush wameniletea matunda ambayo Wivu tupu imenipa vitu ambavyo nilikuwa sitaweza kuvipata dingi. Maana sasa tuna maduka, tuna mausafiri kutokana na hiyo Wivu. Kwa hata kama angekuja kwangu sawa, ningekuwa na account kubwa bila kupata malipo, ungekuwa bado uongo. Kuna muziki wa Singeli, kuna ushindani wa baadhi ya wasanii kugombania ile crown ya king, kwamba mimi ndo king wa Singeli, Wewe kama msanii wa Singeli J Combat, nani unaweza kumvisha ili taji la king wa Singeli? King wa Singeli wanajulikana. Mataji wapewe wakina Msagasumu. Au tuseme tunawaita kwa sisi wanaharakati, ndo wapambania muziki wenyewe. King wengi wa sasa hivi ndo wa miaka 2015 16 ndo wakuwa King, lakini wakina Msaga watangia miaka 2008 na 7 na 5 na 4 wanafanya kazi na kazi tunazipokea. Kama mimi niko Morogoro, nilikuwa nafuata muziki wa Msagasumu kwenye godoro kutokana nilikuwa napenda anachokifanya, na kweli ametukomvisi vijana wengi, sio yeye peke yake, wengi tumekomvisiwa na wasanii wakubwa ambao tulitamani karata zao. Kwa King watabaki kwa kina Msagasumu ndo wafalme wa Singeli, wao ndo mababu na wao ndo makaka zetu, ndo mababa zetu kwenye muziki. Unawaambiaje wale mashabiki ambao wanakuzungumzia kwa ubaya kwamba Jay bana anazingua, Jay mbona hawezi, Jay mbona hivi na hivi, unawaambia nini wale?
kwa mimi mashabiki zangu au kwa mashabiki wengine wanaelewa anachokifanya Jay Combat. Kwa mtu anasema bwana kama Jay au mtu fulani namna gani vipi, maana kila mtu ana sikio, kila mtu anakuwa na maono yake. Sawa, hata mimi mwenyewe naweza kaa kitu changu mwenyewe, mtu akamwambia Jay kitu kizuri, mimi kaona kitu hiki sio. Kwa siwezi mtu kumlaumu, huwezi kujua yeye katika sikio lake ana sound vipi, kwanza iko kitu chako wewe. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Inawezekana anaposikia ikawa ni kweli bwana sifai, ile inawezekana labda kwa upande wa pili labda atakuwa naye kuna watu wake na wakubali nje ya mimi. Maana muziki wasanii tupo kama milioni, mimi na watu wangu, unakutana wasanii wengine na watu wao, wengine huko magoa wanatoka, kila mtu ana fungu lake. Kwa mtu anaposema bwana ajui, mimi nazidi kupata asili za kuongeza jitihada za kufanya kazi. Kwanza iko nilichojifunza kujipambania. Maana hata nyuma tulikosa misaada. Kutokana na kuambia kubwa na hawajui, huwezi kufika kokote. Sasa unakuta mtu mwingine kwa mtu kuvunjika moyo, huwezi kuendelea. Uko mtaani zamani Singeli ilikuwa inaonekana kama muziki fulani hivi wa kiuni, lakini sasa hivi Singeli ni ajira kabisa. Vijana mnaishi kama wewe, mnaishi kutegemea Singeli na nini. Tunaamini sasa hivi kwamba Singeli inalipa sana na Singeli ina hela. Vimuda vipi vinaingia mzee wangu? Ibunda vinaingia baba, Mungu anabariki. Yani jana tu alfajiri ndo nimegeuka, niko Mpanda kwenye Mwenge. Unajua kutokana na bado riski. Kama muziki umesogea sasa hivi kutoka kwenye uni hadi kupiga show sehemu za serikali. Ya kwa jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tulishukuru tunakiomba, Mungu amekisikia, ametusogeza tena. Sio ametusogeza, ametuvusha. Singeli sasa unakwenda kuwa ndo sound ya taifa. Maana yake sasa show bila Singeli hakuna show. Tamasha lote bila msanii wa Singeli hakuna tamasha. Yala. Ulipotoka mpaka hapo ulipofika, kuna kijana au dogo ambaye anatamani kufika hapo ulipofika. Unamwambia nini? Kikubwa kuamini cha kwanza. Ukiamini unachokifanya vyote vinawezekana. Maana tunaamini yule Mungu, tunamwomba Mungu, tupo kama milioni 10. Mungu akisema wote atujibu kwa wakati mmoja, unakopa uongo. Kwa hiyo kila mtu anakuwa na time yake. Kikubwa amini unachokifanya, kuwa na subira ndio kila kitu. Ya huwezi kupata 3 bila kupata hata moja. Lazima uanze kupata moja, upange 2 ufike 3. Kwa kikubwa subira na kuamini. Mungu yupo. Ya. Bwana, swali langu la mwisho je, au vipi bana? Kwa hustling zako ambazo umezifanya mpaka hapa sasa hivi ulipofika, kila mmoja anajua jina lako Jay Combat. Maisha yamekufunza nini? Cha kwanza maisha yamenifunza usimdharau mtu. Cha kwanza usimdharau mtu. Kila mtu endelee kuishi na upizi. Maana kutoka na mwenyewe nilipokuepo, mimi nilikuwa sina watu mkoa, mashabiki zangu walikuwa wanahesabika. Lakini sasa ndo natafuta ikirudi moyo, je, vipi bwana? Ndugu zangu hiyo mnaishi. Lakini tofauti na mara ya kwanza. Wote walikuwa wananipinga, wote sasa ndio wamekuwa marafiki wangu, ndio maswaiba wangu wa kunifuata wakisikia nimerudi hapo mapema. Ila mara kwanza walikuwa sio. Niko sina marafiki wa namna. Kwa kikubwa mimi nimechojifunza, siwezi kukaa kumdharau mtu, siwezi kujua kesho yake. Ya, naweza nikamdharau leo, kesho ndo akawa msaada kuja kuniinua. Ya. Bwana, kubali sana Jay. Kwa heshima hizo.